Shalom, shalom ndugu mpendwa msikilizaji ambaye unaotazama video hii. Jina la Bwana libarikiwe. Basi nimeleta ujumbe mwingine tena kwa muda una saa hizi, ambaye ni ujumbe mzuri sana kuhusu ufalme wa mbinguni, ambapo unaweza ukatusaidia mimi na wewe kuhusu kujiandaa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ama kuhusu kabla hajakuja Yesu Kristo. Inaweza katusaidia kuhusu kuingia patakatifu wakati wetu wa kufa ukifika. Kwa hiyo nakuomba sana na nakusihi mtumishi wa Mungu, pale popote unaponisikia, sikiliza video hii, sikiliza somo hii kwa makini. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaomba katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen. Basi somo yetu tunaenda kuipata katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 5 mstari wake wa 6. Timotheo wa kwanza 5 mstari wake wa 6. Neno la Mungu linasema hivi, Timotheo wa kwanza 5 mstari wa 6. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yu hai. Sikiliza hii. Kichwa letu la somo leo ni kujizuia. Kujizuia. Hiyo ndio kichwa letu la somo ambayo tunaenda kufundishana siku ya leo, kujizuia. Biblia inasema hivi katika Timotheo wa kwanza 5:6. Bali yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa iko hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza maneno haya. Yeye asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa yuko hai. Inawezekana ndugu yangu pale kwenye huko, kama hauyajua kujizuia nafsi yako katika kutenda mambo fulani, utakuwa umekufa mbele ya Mungu na uko mzima. Hiyo ndio maandiko imesema, na maandiko ikishasema hauwezi ukapinga kwa sababu ya hela zako, hauwezi ukapinga kwa sababu ya cheo chako, hauwezi ukapinga kwa sababu ya kiburi chako. Neno la Mungu likishasema, neno la Mungu linasema. Basi neno linasema asiyejizuia nafsi yake amekufa ingawa iko hai. Asiyejizuia nafsi yake kufanya nini? Asiyejizuia nafsi yake kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Inawezekana pale kwenye huko wewe unajiona wewe ni tajiri, unajiona wewe ni rais, wewe una cheo, wewe ni mheshimiwa, wewe una hela, wewe ni mzungu, wewe ni mrembo, lakini kama hauyajizuia katika kutenda dhambi, mbele ya Mungu wewe umekufa na ingawa uko hai. Mbele ya Mungu umekufa ingawa uko hai. Hauna chochote ambacho Mungu anaona kutoka kwako, kwa sababu wewe hauyajizuia kutenda dhambi. Kama hauyajizuia kuvuta sigara, mbele ya Mungu wewe umekufa ingawa huko hai. Kama hauyajizuia kuzini, umekufa ingawa huko unatembea. Kama hauyajizuia ukatili, umekufa ingawa una cheo. Kama hauyajizuia kuiba, umekufa ingawa uko mheshimiwa, umekufa. Biblia imesema. Sikiliza nikuoneshe mfano fulani ya watu walikufa lakini walikuwa hai. Walikufa lakini walikuwa hai. Sikiliza nikuoneshe somo andiko hii. Watu ambaye walikufa na walibaki kuwa hai, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu walikufa, walionekana kama wamekufa, kama vile wewe ambaye huko hapo una pesa, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu umekufa. Wewe una cheo, mbele ya Mwenyezi Mungu umesha kufa. Wewe ni mtumishi wa Mungu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu umesha kufa. Wewe unajiita mlokole, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu umekufa. Wewe una wanawake, una magari, una manyumba, una hela, una mitandaoni, unatishia watu, lakini mbele ya Mwenyezi Mungu umekufa ingawa huko hai. Acha nikuoneshe andiko hii ya watu ambayo wamekufa na walikuwa hai. Usiseme kwamba tumekufa na mimi niko mzima, na enjoy, na kula, nafanya chochote ninachofanya, nimekufa ya wapi? Ndugu yangu, umekufa ingawa huko hai. Uwai umekufa. Sikiliza nikwambie, tusome Mwanzo 2. Mwanzo 2, samahani na mafua mtumishi wa Mungu. Mwanzo 2 mstari wake wa 16. Sikiliza watu hawa. Nasema hivi. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustanini waweza kula, lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sikiliza maneno haya ya Mungu anavyozungumza na mwanadamu. Anazungumza na Adamu wakati alimweka katika bustani ya Edeni. Ile unaijua, haina haja ya mimi kukuongelea mengi pale, lakini Mungu kuna vitu alimwambia ashiguse. Kuna vitu Mungu alimwambia asikule. Ni lazima awe na awe ana breke ya kuweza kujizuia kugusa vitu kama haya. Alimwambia vitu vyote unaweza ukacheza nayo, vitu vyote unaweza ukakula, lakini matunda haya usiguse matunda ya mti haya. Lakini ilifika kipindi alishindwa kujizuia nafsi yake, akaenda kutumia kuikula. Mke wake ndio aliaja kula, basi na yeye akaenda kukula bila kujizuia. Biblia imesema Mungu akamuonesha kila kitu, lakini Mungu akamwambia sikutakula hii, hakika utakufa. Je, tukiangalia huko chini, wakati halikula ile matunda, uliona anakufa anazikwa? Anazikwa, lakini katika uhai wake mbele ya Mwenyezi Mungu amekuwa amesha kufa. Nafsi yake imekuwa imesha kufa mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata kama alibaki mzima, lakini amebaki mufo aliye hai. Inawezekana na wewe leo, kwa sababu ya kutokujizuia kwa mambo fulani unayoyafanya katika dunia hii, mbele ya Mwenyezi Mungu umekuwa umekufa. Hata kama wewe una cheo, hata kama wewe ni rais, kama huyajizuia kuua, kama huyajizuia ukatili, kama huyajizuia kuvuta sigara, kama huyajizuia kuzini, kama huyajizuia kutukanana, wewe utakuwa umekufa hata kama uko hai. Ni lazima kujizuia. Somo letu la leo ni kujizuia. Kuna vitu unapasha kujizuia kama mtumishi wa Mungu. Sio kila kitu kwako ni halali. Kuna vitu unapasha kujizuia. Pombe unapasha kujizuia, kuzini unapasha kujizuia, kuiba unapasha kujizuia, kusharatika unapasha kujizuia, kuua unapasha kujizuia, ukatili, utekaji unapasha kujizuia. Na kama hauyaweza kuzuia nafsi yako kufanya mambo haya, kwa sababu ya nini kujizuia? Kuzuia ni kitu ambaye unataka kufanya, alafu kitu kingine kinakubana usifanye. Ndio maana ya kuzuia. Kuna kitu kinakwambia fanya, lakini mwingine anakwambia usifanye. Mwingine anataka kufanya, mwingine anamwambia usifanye. Ile ndio inaitwa kuzuia. Sasa tuangalie kuzuia katika maandiko. Maandiko inatufafanulia nini katika kuzuia. Twende katika andiko la Yakobo. Tusome Yakobo. Kitabu cha Yakobo 4:4. Kitabu cha Yakobo 4:4 inasema hivi. Kitabu cha Yakobo 4:4. Enyi wazinzi, amjue ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Amen. Bado asifiwe sana. Narudia andiko hii wa Yakobo 4:4 inasema, enyi wazinzi, amjue ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Kila atakayekuwa rafiki wa dunia. Biblia inasema enyi wazinzi, amjue ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Kuna mtu ambaye anaishi katika dunia hii, lakini ni rafiki ya dunia. Rafiki ya dunia maana yake nini? Kila chochote unachoona duniani kwako ni sawa. Kila chochote unaona ni sawa. Yaani hakuna kitu unaojizuia katika dunia hii. Kila kitu unaona ni sawa. Kusharatika kwako ni sawa, unaona umeenjoy, ni halali. Kuvuta sigara kwako ni sawa, unaona unaenjoy, ni halali. Kupigana kwako ni sawa, unaona unaenjoy. Kuua watu kwako ni sawa, na wengine wanasema wakiua wanafanya ibada, wanamsingizia Mwenyezi Mungu. Kuua kwako ni sawa, unaona unafanya ibada, ni halali. Ukatili kwako ni sawa. Kila kitu unakifanya kwako unaona ni sawa. Wewe unaitwa rafiki wa dunia, unapenda dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia inasema kila anayekuwa rafiki wa dunia, kila anayejifanya rafiki wa dunia huwa adui wa Mungu. Inawezekana wewe pale kwenye huko, wewe ni adui wa Mungu kwa sasa. Wewe ni adui ya Mwenyezi Mungu. Sasa kitu ambapo nimekusihi kwa somo hii, na nimependa kukuonya kwa somo hii, kama mtumishi wa Mungu, ndugu yangu, jiepushe kuwa rafiki wa dunia, bali uwe adui wa dunia ili uwe rafiki wa Mwenyezi Mungu. Ubali kuwa adui wa dunia, uwe rafiki ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya nini? Dunia ina mambo yake, inataka mwanadamu ayatembelee.
samani, dunia ina mambo yake inataka mwanadamu atembelee, lakini Mungu naye ana mambo yake anataka mwanadamu ayatembelee. Sasa hapa tunapingana, tunakuwa na vitu viwili. Mtu mmoja ule, mwanadamu mmoja ule anakuwa mtu mwenye anakuwa anapigana na vitu viwili. Dunia inamubeba na mbingu inamubeba. Dunia inamubeba na Mungu naye anamhitaji. Sasa unakutana, dunia ndio ule shetani, dunia ndio shetani, shetani ndio mfalme wa dunia hii. Dunia inamubeba, Mungu naye anamhitaji. Sasa unakutana vyote vya dunia hanavitaka. Na leo tuna watumishi wa Mungu leo wako katika makanisa na wana macheo na ni wachungaji kama sisi hapa, na wengine ni wa reverend kutuzidi, wengine wa bishop, wengine wanajiita wanabii wa maji na mafuta, wengine wanajiita mitume, lakini utakutana hana chochote anachojizuia. Ni mtumishi wa Mungu, lakini unamkuta madhabahuni hanahubiri, unamkuta nje huko hanalewa, nje huko hanasharatika, anahubiri kanisani ni mtumishi wa Mungu, nje huko unamkuta ni mshirikina, nje huku unamkuta ni mzinzi, nje huku unamkuta kumichezo ya kidunia, kumiziki ya kidunia. Ukienda kanisani unamkuta kanisani. Sasa mtu kama ule iko vuguvugu, Mungu amtaki. Mtu kama ule asiyejizuia mbele ya Mwenyezi Mungu, Biblia inasema amekuwa amekufa. Hata kama anaweza kuwa hai, hata kama anaweza kuwa rais, hata kama unaweza kuwa tajiri, hata kama unaweza kuwa baba wa familia, hata kama unaweza kuwa kiongozi wa dini, lakini kama aujizuie katika mambo fulani zaidi dhambi yale ambayo dunia inataja, kama uyajizuia katika yale, wewe mbele ya Mwenyezi Mungu umekuwa umekufa, hata kama huko hai. Rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Rafiki wa dunia ni adui wa Mungu. Kama uko mzinzi, ujue ya kwamba wewe ni rafiki wa dunia. Kama wewe ni mchawi, wewe ni rafiki wa dunia. Kama wewe ni mlevi, wewe ni rafiki wa dunia. Kama wewe ni muuaji, wewe ni mubakaji, wewe ni mtekaji, wewe ni rafiki wa dunia. Na ukishakuwa rafiki wa dunia, Biblia inasema wewe ni adui ya Mungu. Hebu tusome tena pale katika andiko la Wagalatia 5. Njoo uangalie sasa nini kitu kingine kinayopigana. Tunakuonesha gisi vitu viwili vinavyotuma mwanadamu anahangaika, anakokotwa. Mungu anamkokota, dunia inamkokota. Mungu anamkokota, dunia inamkokota. Wokovu inakukokota, dunia na shetani anakokota. Wokovu inakukokota, shetani anakokota. Ndio unakuta watu leo wanajaa makanisani lakini hakuna wokovu. Kwa sababu ya nini? Anataka huku, anataka huku. Yaani mgulu moyo iko huko, mgulu moyo iko huko. Wewe hautafurahisha ufalme wa mbinguni. Wewe utakuwa mtu ambaye umekufa hata kama huko hai. Hebu tuangalie Wagalatia, kitabu cha Wagalatia 5:17. Angalia nini kingine kinasumbua mwanadamu, kinamfanya mwanadamu kuwa kwenye vita. Nini kingine kinamfanya mwanadamu kuwa kwenye vita? Ni vitu ambavyo unatembea navyo, ni vitu ambavyo peke yako, sio mtu mwingine, hahitaji mtu mwingine, ni wewe mwenyewe tu. Ni wewe mwenyewe tu. Kuna vita fulani iko ndani yako, na ile vita ni vita ya nini na nini ambayo inayokufanya usumbuke leo, uonekane kuwa adui mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni nini na nini ile? Ndio tunataka kuuliza maandiko. Tunauliza maandiko kupitia Wagalatia 5:17. Inasema, kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnavyotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Narudilia andiko hii, Wagalatia 5:17. Kwa sababu mwili utamani kushindana na roho, na roho kushindana na mwili, kwa maana hizi zimepingana, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Nini inayopingana? Mwili na roho. Mwili na roho. Biblia inasema hivi vitu viwili vimepingana. Biblia inasema hivi vitu viwili vimepingana, mwili na roho. Mwili anatamani mwili ni upande wa dunia, kama vile tulianja mwanzo. Dunia inakuvuta na wokovu inakuvuta. Dunia ni mwili ni ya dunia, kwa sababu mwili hii tuko nayo hapa haitaonja ufalme wa mbinguni hata kidogo. Mwili hii itaoza. Mwili hii ni udongo, mwili hii tabaki hapa. Na ndio maana katika somo lingine lile ambayo nimekufundisha, nimekuonesha kwamba kifo haiko ya kuyachukia. Kifo ni usafiri, na wakati kifo itatuchukua, haitakuchukua katika mwili hii. Hapana, haitakuchukua katika mwili hii. Ndio maana nimekuonesha katika somo lile lingine ambayo zimepita mbele pale, nimekuonesha ya kwamba
kufa, unataka kufa. Ile somo ile, ukiingia kwenye YouTube utakuta masomo yote kama haya. Ingia kwenye YouTube, andika Pastor Jacques, utanipata. Pastor Jacques utanipata. Nina somo nzuri, nina somo mengi ninayofundisha pale kuhusu ufalme wa mbinguni. Na somo langu lote ailenge watu fulani, inalenga kila ambaye ni mwanadamu. Kila ambaye ni mwanadamu, somo yangu inamlenga kila ambaye ni mwanadamu, alizaliwa na mwanamke. Somo hii inamlenga, uwe tajiri, uwe maskini, uwe mzungu, uwe mweusi, uwe mrefu, uwe mnene. Somo yangu yote inakulenga, inakuhusu wewe. Kwa hiyo ndugu yangu, napenda kukuonya kama mtumishi wa Mungu. Inawezekana Mungu anasema na wewe kupitia mitandao. Inawezekana kwenye kanisa lako au kwenye unaposalia haujawahi kusikia maneno kama haya. Wewe unaenda tu na sigara yako, unatia mfukoni, unaingia sigara. Unaenda na mapambo yako, unajiona uko sawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama utajizuia mapambo, kama hujajizuia kujipamba, wewe umekufa ingala uko hai. Mapambo ni dhambi, mapambo ni dhambi, na iongelewe limoja kwenye Biblia, inaongelewa zaidi ya mara 40. Mapambo inaongelewa kwenye Biblia. Mapambo ni dhambi tangu kwa njia Agano la Kale. Mungu akutaka mwanadamu abadili hali ambayo aliyomuumba. Mungu akutaka hivyo, lakini mpaka leo unaendelea kujipamba. Mwanamke unayevaa suruali, kama hujajizuia kuvaa suruali na wewe ni mtoto wa kike, umekufa ingawa huko hai. Kama hujajizuia kusuka nywele, umekufa ingawa huko hai. Kama hujajizuia kutia wanja, umekufa ingawa huko hai. Kama hujajizuia kutoboa masikio, kutoboa pua, wengine wanatoboa paka na ulimi, umekufa ingawa huko hai. Somo haya ni chungu, lakini haya ndio dawa. Hakuna mgonjwa ambaye anaenda hospitalini na wanampa maziwa, lakini wanamchoma shindano, na shindano ni chungu. Ukitaka kupona ni lazima upone, ni lazima uumizwe tena, uchomwe shindano ili uweze kuumia. Magonjwa ikishaingia kumwili, kutoka sio jambo rahisi, itabidi ikutane na dawa yenye nguvu, ikutane na dawa. Na dhambi ni magonjwa kubwa. Hakuna magonjwa kama kuzidi dhambi. Hakuna magonjwa kubwa kuzidi dhambi katika maisha ya mwanadamu. Dhambi ni magonjwa kubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Na dhambi ikishaingia kwa mwanadamu, kutoka sio maneno rahisi. Kutoka sio hiyo maneno ya manabii wa maji na mafuta wanayowafundisha mafanikio, kubarikiwa. Ile yote haitawasaidia chochote, bali wale wanapowakandamiza ili mwende wote pamoja jehanamu. Kumbuka neno hii, shetani alimwambia Mungu wakati amemtupa hapa duniani, anasema na kuhakikishona nitupa duniani, lakini jua ya kwamba baadhi ya watu tutakabulana, baadhi ya watu nitaenda nao huko katika ile moto unayoandaa. Na kumbuka ya kwamba misio ile ya shetani njo ambaye wanabii wa uongo wa maji na mafuta wanaotumikisha kwa sasa. Ile ndio wanaotumikisha kwa sasa. Na ndio maana unakuta katika makanisa ambayo kunajaa nabii wa maji na mafuta, watu ni wengi kwa sababu ya yale maneno shetani alisema pale. Usisahau, alimwambia Mungu, unanitupa duniani. Kwenye Ufunuo hapo, kwa Ufunuo wa Yohana, alimwambia Mungu, unanitupa duniani, lakini ujue kwamba baadhi ya hawa watu hawa tutakabulana nao. Wote nitahakikisha wananifuata, baadhi yao nitahakikisha wananifuata wapi? Katika ile moto unaoandaa huko. Na ndio maana unakuta manabii wa uongo leo hawawezi wakakufundisha kweli. Kwa sababu ya nini? Wiko wanatimiza yale maneno ya shetani aliyozungumza mbele ya Mwenyezi Mungu, aliyozungumza kwenye Ufunuo ule wa Yohana. Anasema ya kwamba baadhi ya watu, na ndio maana unajikuta na wewe leo huko katika ibada ya nabii wa uongo na unarizika na unatembea naye, ulishafungwa akili. Kutoka pale itabidi neema, itabidi sana uombe Mungu, Roho wa Mungu akuingie. Lakini kama uko chini ya nabii wa maji na mafuta, ndugu yangu, jua ya kwamba uko katika kutimiza ile andiko, ile neno shetani alizungumza mbele ya Mungu kwamba takuhakikishia hawa watu na aenda na wengi uko katika jehanamu. Kwa hiyo ndugu yangu, ndio maana somo kama haya ni vigumu mwanadamu kuikubali, ni vigumu mwanadamu kuifurahia, ni vigumu mwanadamu kuishabikia. Kwa sababu ya nini? Ni somo ambaye inaumiza lakini ndio inaponya, inakata lakini ndio inaponya, inatibu. Somo haya
Ndugu yangu, mapambo ni dhambi, na kuhakikishia tena haya, mapambo yoyote yale ni dhambi. Kumkosoa Mungu ni dhambi. Watumishi wa Mungu leo wanaogopa kuyasema kwa sababu Wakristo washiwakimbia makanisani mwao. Watumishi wengi leo wanaogopa kuyasema kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya wake zao watumishi wa Mungu, wachungaji wanavifanya. Na unakuta mwanamke ana nguvu kuzidi mwanaume nyumbani, anamdhibiti mwanaume nyumbani. Sasa kanisani ndio mwanaume atamweza. Itabidi mwanaume atembelee sasa yale mwanamke anataka. Mwanamke wake akijipamba, akivaa suruali, atamwambia hai, ibada nzuri na njia nyumbani. Sasa ibada huku ilichavurugana nyumbani kwa mke wake. Sasa huko kanisani inakuwa sasa nini? Inakuwa ni twende tu. Mungu yeye mwenyewe anajua, Yesu ni rafiki yetu, mbinguni tutapaingia, hakuna shida. Shalome, Bwana Yesu asifiwe. Nakwambia ndugu yangu, ibada kama haya uyakimbie. Kimbia ibada kama kokote unakuta watu wanasuka wiko free, watu wanaingia. Kwanza acha tutakwambia somo moja ambaye inahusu kuhusu kuvaa. Mwanaume haimpashi kuvaa chapeau, iko katika Wakorintho wa kwanza 11. Mwanaume haimruhusu kuvaa chapeau kanisani. Ule aliyosema mwanaume hairuhusu kuvaa chapeau kanisani, ule ndio alisema tena haipendeze mwanamke kusali au kufanya ibada pasipo kufunika kichwa. Huyo mtu mmoja ndio alizungumza mtumishi wa Mungu Paulo, na yote iko katika Wakorintho wa kwanza 11. Ukishuka pale ukisoma pale ndio inazungumza kuhusu mambo haya. Lakini unakuta mwanaume haingie na chapeau. Mwanaume akiingia na chapeau kanisani wanamtoa, lakini mwanamke iko free kuusali bila kufunika kichwa. Hebu juu ujiwaze hapa hiyo maneno hiyo. Ule aliyosema ni mtu moja na kuandiko moja na Wakorintho, huyo Paulo ndio amezungumza hiyo. Anasema haipendezi mwanaume kusali akifunika kichwa. Kwa maana nini? Mume ni kichwa cha mkeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukiangalia anasema tena haipendezi mwanamke kusali pasipo kufunika nini? Kichwa. Lakini leo makanisani wanawake wanasali bila kufunika nini? Kichwa. Tena wanatia uchafu, wanatia upuuzi katika vichwa vyao. Lakini wachungaji wanafungia macho. Yote ile ni shetani ameisha dhibiti makanisa. Shetani alishadhibiti unabii, utumishi wa watu wengi. Wanabaki wamekufa ingawa wiko hai. Hata kama ni mtumishi anaweza kuwa amekufa lakini iko hai, anashindwa kukemea dhambi. Wewe umekufa uko hai. Kama utashindwa kukemea dhambi, umekuwa umekufa na uko hai. Kama utashindwa kufundisha yale Biblia inayosema, wewe umekufa na utumishi wako ingawa huko hai. Kama utashindwa kukataza mapambo, mtumishi wa Mungu unaonisikia, wewe umekufa ingawa huko hai. Kama utashindwa kuambia mwanamke mpashe mwanamke kuvaa mavazi ya mpasao mwanaume, utakuwa umekufa ingawa huko hai. Mapambo ni dhambi na inaandikwa kwenye Biblia na hauwezi ukayapangua. Kama utataka ukayapangua haya, tengeneza Biblia yako. Lakini kama ni Biblia tu, yale Biblia inaitwa Biblia, ndugu yangu, utayakuta mapambo imekatazwa. Sasa wewe uiboreshe juu ya nini? Wewe uirahisishe juu ya nini? Ule mtumishi anasema mwanaume asifae asifinike kichwa. Ule ndio anasema mwanamke inapaswa afinike kichwa. Sasa kwa nini wanawake mnawaacha wanaume ndio mnazingatia? Mwanaume akikuwa na chapeau, vua chapeau. Mwanamke anakia kichwa wazi, sawa. Kwa nini mnafanya hivyo? Mtumishi wa Mungu, njoo pale uangalie sasa. Hapo ndio unabidi, Yesu alisema tutatambuana kwa matendo. Hapo ndio unapaswa kutambua hii kanisa ya kiroho wala hii kanisa sio ya kiroho. Hii kanisa imekufa ingawa iko hai, wala hii kanisa ni nzima. Makanisa mengi unayaona hiyo, makanisa mengi hiyo, hasa ya manabii wa uongo, ya maji na mafuta. Makanisa mengi tu ukiingia leo, ukitaka kujua kama hii kanisa imekufa ingawa iko hai, ingia mwa hiyo kanisa, angalia tu. Angalia hali ya wanawake vile wanavyojipamba, vile wanavyosali, na uangalia wanaume. Angalia tu kiongozi anavyohubiri nini. Angalia tu, utajua hii kanisa imekufa ingawa iko hai. Makanisa mengi imekufa ingawa iko hai. Makanisa mengi imekufa ingawa iko hai. Sasa chaguo lako sasa ujue kanisa gani ambayo iko hai na kanisa gani imekufa. Nimekupa picha kidogo tu pale, lakini ukiendelea na kunifuatilia, kuko somo ambayo tutaingia kuhusu mapambo na kuhusu kujua kutofautisha kanisa ya kweli na kanisa ambayo sio ya kweli. Tutakuonesha huko mbele. Wewe endelea tu na kuingia kwenye YouTube na kufuatilia somo langu. Mungu atakubariki na utajikuta ya kwamba unasema kwamba huyu mtumishi anaongea kitu ambacho kiko halali, kwa sababu mimi nitakuonesha tu Biblia. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa tusome andiko la mwisho. Kwanza hiyo andiko ya Wagalatia 5:17 inakuonesha vile mwili inayopingana na roho. Mwili wako unasikia kiu ya pombe, mwili unasikia kiu ya kusharatika, mwili unasikia kiu, kila nguo unataka mwili, kila nguo unataka
unasikia uvivae. Kila mapambo unaona unataka usukwe, kila maplante unaona unataka mawanja. Yani mwili ule, mwili bila sigara au yasikia amani. Ni mwili ile, mwili iko inapingana na roho. Na usisahau andiko moja inasema katika Wakorinto, mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sasa wakati umeshaichafua mwili, ndugu yangu, ile mwili wako tena ni hekalu la Roho Mtakatifu au umekufa na uko mzima? Bwana Yesu asifiwe sana. Andiko la mwisho tusome katika Warumi 8:6. Warumi 8:6 tutaishia mpaka 10. Ndio andiko letu la mwisho hii katika somo letu hii la usipojizuia katika kutenda dhambi utakuwa umekufa ingawa uko hai. 8 mstari wake wa 6 inasema mpaka 10. Kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amufuati mwili, bali mwaufuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi, bali roho yenu i hai kwa sababu ya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiliza maneno haya mazuri. Narudilia andiko hii katika Warumi 8:6. Nasema, kwa kuwa nia ya mwili ni mauti, bali nia ya roho ni uzima na amani. Kwa kuwa ile nia ya mwili ni adui juu ya Mungu, kwa maana haitii sheria ya Mungu, wala haiwezi kutii. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Na ukumbuke huku katika Wagalatia 5:17 neno la Mungu linasema mwili upingana na roho. Na wewe kila chenye mwili wako unataka haujizuie, wewe umekufa na hauwezi ukampendeza Mungu. Umekufa ingawa huko hai. Kama haujizuii yale ambayo mwili wako unataka, umekufa ingawa huko hai. Mwili unapingana na roho. Ndio maandiko inasema mwili unapingana na roho. Mwili unapingana na roho. Kwa nini mwili unapingana na roho? Mwili haitaonja ufalme wa mbinguni, lakini roho yako wewe ndio ina mahali ambapo Yesu anasema katika Yohana 14, musifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Naenda nyumbani mwa Baba kuwaandalia makao. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, naenda kuwaandalia makao. Anaenda kuandalia nafsi yako. Kama itajizuia kutenda mabaya, nafsi yako kama itajizuia kuvuta sigara, nafsi yako kama itajizuia kujipamba, nafsi yako kama itajizuia kusuka, nafsi yako kama itajizuia kuvaa nguo impasayo mwanamke, impasayo mwanaume, nafsi yako kama itajizuia kuua, nafsi yako kama itajizuia utekaji, nafsi yako kama itajizuia kutukanana, wewe njoo. Yesu anasema ameenda kukuandalia makao. Anasema katika 8, wale wafuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu. Kama wewe unafuata mwili, unaisikiliza mwili, kila yale ambayo mwili wako unatamani kuyafanya, na wewe uko tayari, unasema acha nile raha, acha nivunje. Wengine wanatumia neno hiyo, wanasema acha nivunje mfupa ningali na meno. Sawa, vunja mfupa ungali na meno. Sikiliza mwili inavyokugisi inavyotoa, lakini ujue mbele ya Mwenyezi Mungu wewe ni mfu uliye hai, unanuka. Mfu ni mwenye kunuka. Wewe mbele ya Mwenyezi Mungu unanuka. Na ndio maana wakati unapopata shida, unapopata matatizo, Mungu hasikie, kwa sababu hakuna mfu, hakuna maiti ambaye inashurutishwa, hakuna maiti ambaye inahitaji vitu. Unaweza kushinda na maiti kwa njoo asubuhi mpaka jioni nyumbani kwako, haitakuomba chakula, haitakuomba maji, haitakuomba mavazi, haitakuomba chochote. Maiti haina ruhusa ya kusema wala kudeklare chochote. Na ndio maana wewe ukiwa mfu uliye hai mbele ya Mwenyezi Mungu, hauna ruhusa, hauna mamlaka ya kudeklare chochote mbele ya Mwenyezi Mungu,
kwa sababu wewe ni mfu ulio hai. Sasa unafurahi kuwa maiti mbele ya Mwenyezi Mungu? Unakubali kuwa mfu mbele ya Mwenyezi Mungu? Neno hii inakuja kwako ili uweze kubadilika. Angalia namna gani ya kuweza kuachana na yale mambo yote ya dunia ambayo mwili inakuwa ikikubeba kwayo. Kwanza wewe pale ulipo, angalia vile umechubua mwili wako. Unashindwa kujizuia hata kuridhika na mwili ambayo ngozi ya mwili ambayo Mungu alikupa. Huko ni mweusi, mweusi yako ni nzuri, lakini unataka kuwa mzungu na ulishajifanya kuwa mzungu. Angalia vile unaharibu mwili wako. Umeshindwa kujizuia. Unatoboa masikio mtoto wa kike, unatoboa pua mtoto wa kike, unatoboa ulimi mtoto wa kike, unashindwa kujizuia. Mtoto wa kiume, angalia vile unasuka nywele, angalia vile unakata nywele, angalia vile unanyoa. Mtoto wa kiume unashindwa kujizuia, unakata paka na makiki, unashindwa kujizuia. Matatu mwili wote, unachapa mwili wako, unashindwa kujizuia. Wewe mbele ya Mwenyezi Mungu, wewe ni mfu mbele ya Mwenyezi Mungu, ni mfu uliye hai. Sigara unatembea nayo, unasikia raha. Unavuta, unakunywa pombe, unasikia raha. Unasharatika, unasikia raha. Umekufa ingawa huko hai. 9 yake inasema hivi: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi amuufuate mwili, bali mwaufuata Roho. Ikiwa Roho wa Mungu, na ndio maana Biblia inasema tutajuana kwa matendo. Mtu ambaye Roho wa Mungu anakaa ndani yake ni lazima atasikiliza Roho, hatasikiliza mwili. Mwili ni lazima, mwili ni, tunaweza tukasema kwa Kiswahili nyingine, wale wanaitaka avoka wa mtu. Avoka wa mtu, yani avoka wa shetani katika nafsi yetu ni mwili, avoka wa Mungu katika nafsi yetu ni roho. Ndio tunaweza tukasema sasa ule mwili iko pale kwa ajili ya kuweza kufanya namna yote ili wewe uangamie. Kama yeye mwili atangamia kwenye udongo na wewe uangamie kwenye moto. Ule ni avoka wa shetani ambaye shetani ameweka katika nafsi yetu. Tunaweza tukasema hivyo kwa kifupi, kwa mfano mzuri ili uweze kuelewa. Mwili ni avoka, mwili uko upande wa shetani, na ndio maana mwili inataka kila kitu. Lakini kama hauna break, kama hauna free, kama hauna ile free ya kuweza kujizuia, hauna ile break, hauna ile travail ya kuweza kujizuia katika kutenda mambo fulani fulani ambaye mwili inayokubeba, wewe utakuwa mfu uliye hai. 10 nasema, na Kristo akiwa ndani yenu, mwili wenu umekufa kwa sababu ya dhambi. Unasikia? Kristo akiwa ndani yako, ni lazima mwili wako umekufa katika dhambi. Mwili hautataka tena, ni mwili haitakusumbua. Na ndio maana unakuta mwanamke ambaye amemcha Yesu, mwanamke ambaye ni mcha Mungu, utamjua tu mwili wake umekufa katika kutenda dhambi. Utamkuta anavala mavazi mpasayo mwanamke, utamkuta anafinika kichwa chake, utamkuta hata kama kufinika kichwa chake, utakuta ana nywele yake ya asili, utakuta masikio yake iko vile Mungu